Ujambo hapo ulipo na karibu katika makala ya yaliyojiri wiki hii. Na miongoni mwa matukio makubwa ni pamoja na hatua ya rais wa Kenya William Ruto kumtunuku aliyewahi kuwa waziri mkuu na kiongozi wa upinzani nchini Kenya hayati Raila Amolo Odinga nishati ya juu zaidi katika nchi hiyo, Chief of the Order of the Golden Heart. Kukamatwa kwa makamu mwenyekiti wa chama cha upinzani cha Chadema nchini Tanzania John Heche. DRC na Rwanda zakubaliana juu ya mchakato wa upatikanaji wa amani ya mashariki mwa Kongo chini ya upatanishi wa Marekani. Hali ya Sudan, uchaguzi wa urais nchini Cote d'Ivoire, na rais wa zamani wa Ufaransa Nicolas Sarkozy wiki hii alianza kukitumikia kifungo cha miaka 5, lakini pia vikwazo vipya vilivyowekewa Urusi na Marekani na hali kadhalika Umoja wa Ulaya. Hayo ni miongoni mwa mengi utakayoyasikia. Naitwa Ruben Lukumbuka. Karibu. Msikilizaji, makala hii inaanzia nchini Kenya ambako mwanzoni mwa jumaa hili Rais William Samoei Ruto alimtunuku aliyekuwa waziri mkuu na kiongozi wa upinzani katika nchi hiyo hayati Raila Odinga nishati ya juu zaidi nchini humo, Chief of the Order of the Golden Heart, nishati ambayo hutolewa kwa marais pekee au viongozi wengine wa haiba ya juu. Ruto alisema amefanya hivyo kutokana na mchango wa Raila Odinga katika kupigania demokrasia nchini Kenya, huku akimtambua kama shujaa. Tuzo hiyo ilitolewa siku moja tu baada ya Odinga aliyefariki juma lililopita kuzikwa nyumbani kwao Kang'o Kajaramogi, Bondo, magharibi mwa Kenya. William Ruto: waziri wetu mkuu wa zamani alikuwa mhubiri mkubwa wa umoja wa kitaifa. Aliwakumbusha bila kuchoka viongozi na wananchi kwamba utambulisho wetu haufafanuliwi na kabila, eneo tunalotoka au tamaa, bali kwa dhamana takatifu ya kuwa wa Kenya. Na kupitia mamlaka niliyopewa kuwa rais wa taifa la Kenya, leo nimemtunuku kwa heshima Mheshimiwa Raila Odinga tuzo ya The Golden Heart of Kenya. Viongozi wengine ambao wamewahi kutunukiwa tuzo hiyo ni pamoja na marais wa zamani wa Kenya Jomo Kenyatta, Daniel Arap Moi, Uhuru Kenyatta na aliyekuwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon. RFI. Tukiwa bado nchini Kenya, Rais William Ruto ametetea uamuzi wa kutia saini marekebisho ya sheria kuhusu kupambana na uhalifu mitandaoni, hatua ambayo anasema itasaidia kupambana na matumizi mabaya ya mitandao katika nchi yake. Vijana wetu wanaangaishwa kule kwa social media na mambo machafu, mambo ya usherati. Hiyo pia lazima tuzuie kama serikali. Wale wanaendesha hiyo biashara ya kuumiza vijana wetu, mpaka unakuta vijana wengi wanaenda commit suicide, wanajinyonga kwa sababu ya terrorism ile iko huko ndani ya mitandao. Lazima tuwazuie hawa watu. Wale wanatumia mitandao kuendesha ugaidi. Unajua kuna watu wanatafuta kuchafua Kenya kwa mbinu zote. Rais alisaini hii sheria, ilikuweko. Amendment ilianza 2024. Amendment ilifanywa na bunge. Ruto aliwajibu wakosoaji wake baada ya wanaharakati wa kutetea haki za binadamu kwenda mahakamani kupinga utekelezwaji wa sheria hiyo wanayosema ni kinyume cha katiba kuhusu haki ya kujieleza. Mahakama na yenyewe imesitisha utekelezwaji wa sheria hiyo hadi pale kesi iliyowasilishwa mahakamani itakaposikilizwa na kuamliwa. Kutoka Kenya tuelekee nchini Tanzania ambako makamu mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani
cha Chadema John Heche bado haijafahamika yuko wapi baada ya wiki hii kukamatwa na polisi jijini Dar es Salaam. Chama chake kinasema polisi jijini Dar es Salaam na huko Tarime alikoripotiwa kupelekwa hawana taarifa zake, hali ambayo imezua maswali: anazuiwa wapi na kwa nini? Amani Golugwa ni naibu katibu mkuu wa chama cha Chadema Tanzania Bara. Hadi hivi sasa tunavyozungumza hatujui Mheshimiwa John Wegesa Heche, hatujui yuko wapi. Kutokana na mtanziko huu, basi ofisi ya katibu mkuu imewaelekeza mawakili wetu wakiongozwa na mkurugenzi wetu Gaston Garubimbi waandae habeas corpus kuzilazimisha mamlaka tofauti ambazo tumeliorodhesha, na tukimtaka afande IGP mwenye dhamana ya ulinzi wa watu na mali zao, afande Camillus Wambura, kwamba tunataka kujua alipo makamu mwenyekiti wa chama chetu. Haya yanajiri kuelekea uchaguzi mkuu wa Tanzania siku ya Jumatano ya Oktoba 29, ambapo chama hicho hakitashiriki kutokana na msimamo wake wa kushinikiza mabadiliko kwenye sheria za uchaguzi. Katika hatua nyingine, Ijumaa ya Oktoba 24, Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC ilitangaza kikosi cha waangalizi wa uchaguzi watakaohusika na kufuatilia uchaguzi wa Tanzania chini ya uongozi wa Dr. Specioza Wandira, makamu wa rais wa zamani wa Uganda. Hatua hii inafuatia mwaliko wa serikali ya Tanzania unaokwenda sambamba na maagizo ya Baraza la Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC linalohitaji jumuiya hiyo kufuatilia uchaguzi wa nchi zote wanachama. Kutoka Tanzania na sasa tuelekee huko DRC ambako wiki hii waasi wa kundi la AFC M23 wanaoungwa mkono na Rwanda waliishutumu serikali ya Kinshasa kwa kukiuka makubaliano ya usitishwaji wa mapigano eneo la mashariki mwa nchi hiyo, wakati huu mchakato wa kumaliza mzozo wa mashariki ukiendelea chini ya upatanishi wa Marekani na Qatar. Na Benson Wakoli, mapigano makali bado yanaendelea huko mashariki mwa DRC licha ya mazungumzo ya amani kufanyika huko Doha, Qatar, kati ya serikali ya DRC na waasi hao wa AFC M23. Pande zote mashariki mwa DRC, yaani waasi wa M23 na wanajeshi wa serikali FARDC, wameendelea kukabiliana huku wote wakituhumiana kwa kuvunja mkataba wa kusitisha vita uliosainiwa mwezi Juni kule Qatar. Waasi wa M23 siku ya Alhamisi walituhumu wanajeshi wa serikali kwa kuendelea kushambulia ngome zao ambazo wameshikilia katika mikoa ya Kivu kaskazini na kusini, M23 wakidai hatua hiyo inahujumu mchakato wa amani unaoendelea. Kiongozi wa AFC M23 Corneille Nangaa, katika mkutano na waandishi wa habari jijini Goma, amesema wamewafahamisha wapatanishi kuhusu kinachoendelea na kwamba hivi karibuni wataanza kujibu mashambulizi dhidi ya jeshi la serikali. Hata hivyo, Sylvain Kengi, msemaji wa jeshi la DRC, amekanusha madai ya M23 na kusema M23 ndio imekuwa ikishambulia na wao wamekuwa wakijikinga dhidi ya mashambulizi hayo, na kuongeza kuwa M23 wanalenga kukwepa uwajibikaji, maana wataki kuheshimu mikataba ya amani. Tangu Jumanne juma hili, jeshi la serikali limekuwa likishambulia ngome za wapiganaji wa M23 katika maeneo ya Walikale na Masisi. Haya yakijiri namna hiyo, kuanzia Oktoba 21 hadi 22, wajumbe kutoka DRC na Rwanda walikutana jijini Washington, Marekani, kwa kikao cha 3 cha utaratibu wa kuratibu usalama wa pamoja. Mkutano huu uliashiria mabadiliko katika mchakato wa amani kati ya Kinshasa na Kigali. RFI Kisangani 105 FM. Nchini Uganda, polisi wiki hii walithibitisha vifo vya watu 46 katika ajali ya barabarani iliyohusisha magari manne katika wilaya ya Kiriandongo, kilomita 223 kwenye barabara kuu kutoka Kampala kuelekea mji wa Gulu. Ajali hiyo ilihusisha mabasi mawili, lori moja na gari ndogo, na ilitokea muda mfupi baada ya saa 6 usiku wa siku ya Jumanne kuamkia Jumatano ya Oktoba 22, kama alivyoripoti mwandishi wetu wa Kampala
Kenneth Lukwago. Msemaji wa kurugenzi ya polisi inayoshughulikia usalama barabarani, Michael Kananura, anaeleza kiliyotokea. Dereva wa basi lilokuwa likitoka Kampala kwenda katika mji wa Gulu alijaribu kulipita lori aina ya Tata. Wakati huo basi lingine lilikuwa likielekea Kampala, nalo lilikuwa likipita gari lingine, ikasababisha mabasi hayo mawili kugongana uso kwa uso na kusababisha magari mengine kupinduka mara kadhaa. Tunawatahadharisha madereva kuacha kuendesha magari kwa mwendo wa kasi kwa sababu ni miongoni mwa vyanzo vya ajali barabarani hapa nchini. Wengi waliokuwa kwenye mabasi walikuwa wafanyabiashara waliokuwa wakisafiri kwenda na kutoka Kampala. Moses Mwendwa ni miongoni mwa watu wa kwanza kufika eneo la ajali. Wakati nilifika hapo, kweli nilipata watu ya kila siku wakikimbilia ajali. Tukaanzia hapo kazi hadi masubuhi kubeba maiti, lakini tulianza na wale wenye bado wanataka usaidizi. Hakuna basi ilibakisha ndani kiti hata moja. Viti vyote vilitoka, vilivunjika na kukwenda na watu. Kufuatia ajali hii, Rais Museveni ameagiza kila familia iliyopoteza mtu ipewe shilingi milioni 5 za Uganda, huku wale waliojeruhiwa wapewe shilingi milioni 1 kuwasaidia kwa matibabu. Mwaka jana pekee nchi ilirekodi ajali za barabarani 25,107, ongezeko la 6.5 kilinganisha na miaka iliyopita. Kenneth Lukwago, Kampala, RFI Kiswahili. Wiki hii baraza la uongozi la mpito nchini Sudan lilikanusha ripoti za kuwepo mazungumzo mapya ya amani na wapiganaji wa RSF jijini Washington, hali inayokinzana na taarifa ya vyanzo vya kidiplomasia na vyombo vya habari katika nchi hiyo ambao waliripoti kuendelea kwa mazungumzo hayo chini ya usimamizi wa Marekani. Huku haya kijiri namna hiyo, shirika la Umoja wa Mataifa linalowashughulikia watoto ulimwenguni UNICEF juma hili lilisema kuwa mgogoro unaoendelea nchini Sudan unazidisha tishio la kupotea kwa kizazi kijacho cha watoto, ambapo wengi wa watoto katika nchi hiyo wameathiriwa katika viwango tofauti, ikiwemo kisaikolojia na kimwili. Na katika mataifa ya Afrika Magharibi na Kaskazini, tukipiga tochi yetu huko Cote d'Ivoire, ambako wananchi wanajitokeza Jumamosi ya Oktoba 25 kupiga kura kwenye uchaguzi mkuu ambao Rais Alassane Dramane Ouattara anatarajiwa kushinda muhula wa 4 baada ya wapinzani wake wakuu, rais wa zamani Laurent Gbagbo na mwanasiasa mashuhuri wa upinzani Tidjane Thiam kuzuiwa kushiriki. Victor Abuso na maelezo zaidi. Rais Ouattara mwenye umri wa miaka 83 anakabiliwa na upinzani kutoka kwa wagombea wengine 4 wanaoonekana kutokuwa tishio kubwa baada ya kuondolewa kwa Gbagbo na Thiam kwa sababu hakujiandikisha kama wapiga kura kwa mujibu wa mahakama ya katiba. Siku ya Jumatano, Gbagbo alisema uchaguzi wa Jumamosi ni kama mapinduzi ya kiraia na kuongeza kuwa tayari wizi wa kura umeshafanyika kumpa ushindi Rais Ouattara ambaye amekuwa madarakani tangu mwaka 2011. Ouattara amekuwa akiwaambia wananchi wa taifa hilo la Afrika Magharibi kwamba moja ya sababu za kutaka kuendelea kuongoza ni kuimarisha uchumi wa nchi hiyo tangu aliposhika hatamu za uongozi. Watu milioni 8 wamejiandikisha kwenye daftari la kupigia kura, lakini kwa mazingira ya kisiasa yaliyopo, wachambuzi wa siasa nchini humo wanaona kuwa huenda idadi ya wapiga kura watakaojitokeza isiwe kubwa. Madiambal Diagne, mmiliki maarufu wa chombo cha habari nchini Senegal anayetafutwa na serikali ya nchi yake, siku ya Jumanne wiki hii alikamatwa na kuachiwa huru baada ya muda mfupi nchini Ufaransa. Diagne anatafutwa na serikali ya Senegal kwa madai ya wizi wa fedha za umma wakati wa utawala wa zamani wa Macky Sall ambaye alikuwa mshirika wake wa karibu. Vincent Brinkhart ni mmoja wa mawakili wake. Kwa leo inaonekana kwamba ni suala la kisiasa kwa sababu bwana Diane ni mwandishi wa habari mahiri na mchunguzi dhidi ya viongozi tawala, na leo anafanyiwa kisasi kutokana na kazi yake ya uchambuzi na uchunguzi.
kwa kuanzishwa kesi mara kadhaa. Huu ni unyanyasaji mkubwa na ukiukwaji wa sheria dhidi yake. Sauti yake Vincent Brinkhoff, mmoja wa mawakili wa Madiambal Diagne, mmiliki wa chombo cha habari maarufu sana kule Senegal, anayetafutwa na utawala wa nchi hiyo. Kwa muktasari tu, msikilizaji, viongozi wa dunia, wataalamu wa afya na wanasayansi wiki hii walikutana Afrika Kusini siku chache kabla ya kikao cha G20 kuja na msimamo kuhusu njia za kufadhili afya bila kutegemea ufadhili wa kigeni. Mkurugenzi wa kituo cha kudhibiti magonjwa ya Afrika CDC, Dr. Jean Kaseya, alisema utegemezi huo unaweka Afrika hatarini kukiwa na ongezeko la magonjwa ya milipuko, akisema hadi sasa Afrika haipo tayari kukabiliana na magonjwa ya majanga. Kwengineko duniani, huko Ufaransa, Jumanne ya Oktoba 21, rais wa zamani wa nchi hiyo Nicolas Sarkozy alianza kifungo cha miaka 5 kwenye gereza la La Santé jijini Paris baada ya kupatikana na kosa la kujikusanyia fedha kinyume na utaratibu kutoka kwa aliyekuwa kiongozi wa Libya Muammar el-Gaddafi mwaka wa 2007 wakati alipowania urais. Licha ya Nicolas Sarkozy kupelekwa gerezani, mawakili wake wamesema watakata rufaa. Jean-Michel Darrois ni mmoja wa mawakili wake Sarkozy. Nicolas Sarkozy ameshtakiwa kwanza kwa kosa la kuwadanganya wapiga kura wake kwa kukubali kupokea fedha za kampeni kutoka Libya na pia kwa kukubali kula rushwa ili kukinga maslahi ya Libya badala ya kuangalia maslahi ya Ufaransa. Mahakama yenyewe ilitambua kwamba mashtaka hayo yote ilikuwa ni ya uongo. Baada ya njama zisizoeleweka, mahakama yenyewe imekuja tena bila ya kuwa na ushahidi, imechagua kumshikilia Nicolas Sarkozy kwa kosa la uhaini. Tena mahakama ikapendekeza Nicolas Sarkozy akamatwe na kutupwa jela. Hii ni siku ya msiba kwake na kwa Ufaransa, kwa sababu kufungwa kwake jela ni aibu. Sauti yake Jean-Michel Darrois, mmoja wa mawakili wa rais wa zamani wa Ufaransa Nicolas Sarkozy. Kule Israeli, msikilizaji, ni wiki ambayo makamu wa rais wa Marekani JD Vance alifanya ziara yake ya siku 3 katika nchi hiyo, ambapo alionya kuhusu changamoto iliyopo katika kulipokonya silaha kundi la Hamas pamoja na kuijenga upya Gaza, masuala ambayo ni sehemu ya mpango wa amani wa Washington uliopelekea kusitishwa vita katika ukanda wa Gaza. Katika mazungumzo yake na waziri mkuu Benjamin Netanyahu, Vance alielezea matumaini yake kuhusu pande zote kuendelea kuheshimia makubaliano ya kusitisha vita huko Gaza. JD Vance: Kile tumeona kwa juma moja lililopita linanipa matumaini kuwa mkataba wa amani utadumu iwapo tutaendelea na mkondo huu ambao tumeona kwa juma moja lililopita kati ya Israeli na Palestina. Tunaona kwamba mambo yanaenda sawa, lakini kutokana na historia mzozo huu, nafikiri kila mtu anastahili kujivunia pale ambapo tumefika. Hamas sharti wakubaliane na mkataba huu, wasipo basi kuna vitu vibaya vitafanyika. Sitafanya kile ambacho rais wa Marekani amekataa kukifanya, hilo ni kuweka makataa kuhusu swala hili, maana mambo haya ni magumu. Tunahitaji kuwa wavumilivu na Hamas wakati tunashughulikia swala hili, tukijaribu kurejesha miili ya mateka nyumbani, lakini pia kuhakikisha raia wa Gaza wanaishi mahala salama. Kwa upande wake, waziri mkuu Benjamin Netanyahu yeye alipuzilia mbali kuwa Israeli ni kibaraka cha Marekani. Wiki moja wanasema nchi ya Israeli inadhibiti Marekani, wiki nyingine wanasema Marekani inadhibiti Israeli. Huu ni upuuzi. Tuna ushirikiano, muungano wa washirika, tuna maadili sawa na malengo sawa, na sio malengo tu, lakini pia jinsi ya kuyafikia. Tumeweza kufanya mambo mawili:
kulitenga na kulidhibiti kundi la Hamas. Haya yanajiri wakati Wizara ya Afya kwenye ukanda wa Gaza ikisema Israeli imerejesha miili 30 ya Wapalestina na kufanya idadi ya miili iliyorejeshwa chini ya mpango wa amani wa Gaza kufikia 175. Msikilizaji, ni kwa taarifa hiyo ndio nami natia nanga kwa makala haya ya yaliyojiri wiki hii. Naitwa Ruben Lukumbuka Ben Saleim. Kwa heri.